kutuwezesha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam. Karibu. Amina binti Chaku. Rebeka. Upo tayari kuolewa na Samu Mchaga kwa mahali mliokubaliana? Hapana, sipo tayari. Amina. Mbona kunivua nguo mama yako? Watu tumeandaa shughuli. Watu tumeandaa majirani, leo unakuja kukataa. Tushafika mwisho. Kwa nini haupo tayari? Kwa sababu sijaiona mahali yangu. Kwani mlikubaliana shingapi? Hatujakubaliana pesa. Ila mlikubaliana nini? Tulikubaliana mahali yangu itakuwa king'amuzi cha Azam. Kama utaletewa hicho king'amuzi cha Azam, uko tayari kuolewa? Ndiyo. Toa tunayo. Mwanangu. Karizika mwenye alola king'amuzi cha Azam mwenyewe. Habari za hapa? Nzuri. Salama kabisa hivi. Salama. Naona unafurahia tu sinema zetu. Karibu. Asante. Jamani. Sasa mbona umetoa? Kwani kuna nini tena mama? Mimi nilikuwa naangalia sinema zangu. Mbona umetoa mume wangu? Mimi nikajua kuna msiba tena hapa, kumbe huko una mambo ya ajabu wewe. Bana mimi sitaki mume wangu. Naomba utoe bana. Sikia nikwambie mke wangu. Bado kama dakika 5 tu hapo wanaweka taarifa ya habari hapo. Naangalia tu kidogo hapo taarifa ya habari, naenda kupumzika. Tuendelea na sinema zetu. Nimekwambia nataka niangalie sinema bwana. Nimekwambia naika taarifa habari kidogo hapo, naangalia kidogo, naenda kupumzika. Wewe ina maana hauchoki. Tangia asubuhi mpaka saa hizi. Wewe unaangalia. Sitaki. Nataka sinema. Elewi. Kiru. Toa sasa hiyo taarifa habari yako. Kama basi uangalie sinema zetu. Mimi nimeshinda salama na mji yako ndio kuchanganya sasa hivi. Dada huyo.
unafanya usafi, mtoto wa kike. Nafanya usafi lakini kuna shida humu ndani. Haya, shida gani mke wangu? Amina kapigwa. Kapigwa na nani? Na mume wake. Mume wake? Ndio wajuzi tu, haina hata siku 3. Oho. Ha. Amina kaja hapa wangu. Kisa nini? Hata kuelezea kisa mwenyewe. Amina anasema nikapika kungutwa, kaja anakimbia. Utafikiri kaiba. Kampa talaka? Hajapewa hata talaka. Yaani Amina alivyokuja ungekuwepo, nadhani hata ndani usingeingia. Usingekubali aingie ndani. Usingemruhusu Amina aingie ndani. Na Yesu ungemkamatia mlangoni mngeondoka. Sasa sikize mke wangu. Huyu bado mke wa mtu. Kwa sababu hajampa talaka, lazima aondoke kwa mumewe. Kwa mumewe tena? Akampige? Hapana. Mimi nani? Mume wangu. Kama mimi mumeo, naongea kama baba mwenye nyumba. Baba mwenye mjengo, naomba Amina aende kwa mumewe. Sitaki nimuone humu ndani. Hata dini ya Kiislamu hairuhusu mtoto kukaa hajagawa talaka, haipendezi kukaa naye. Kama utaondoka naye wewe au mtu mwingine nitaruhusu, lakini Amina hatoi mguu ndani. Sawa mkangu, nimekuelewa. Mimi nitaenda naye mpaka huko kwa mumewe. Nikifika huko, mimi kitu nitakifanya utakuja kuhadisiwa. Mimi nitampiga makofi yule mwanamume. Nakumbuka nzangu jeshini. Nitapiga mitana sana. Hapo. Mambo kwenda kutia aibu tena. Mwanao kapigwa. Na wewe ukapigwe. Mbona kunifedhesha? Kazungumze na mkweo, mkazungumze kama utamchukua binti yako na talaka mkononi. Ikishindikana, beba binti tarudi nyumbani. Hajaua humu ndani. Sikiza mke wangu. Nishikie begi. Mwite wa Amina, nende naye huko. Nitajua mbivu na mbichi huko. Kama taka mwandiki hapo na mimi mwenyewe nipo nashuhudia. Hawezi mpige mwanangu kama ngoma, eh? Tumwezesha kwa ustaarabu hapa. Mchaganga anapiga. Zapa. Salama kabisa mzee. Unaendeleaje? Hapa tunashukuru Mungu, kwa kweli tunaendelea vizuri mzee. Mungu amko salama. Mimi mkuu wangu nilisafiri. Baada kusafiri narudi tu nyumbani, mama Amina kanidaka. Kama hujapumzika mume wangu, mwanao kapigwa. Kapigwa na nani? Kapigwa na mumewe. Ni kweli kabisa mzee. Cha kwanza kabisa, naomba unisamee. Kitu gani mpaka umempiga? Naomba uniambie. Ndio nimekuja hapa kwako. Unipe kisa na mkasa. Kwa nini umempiga mwanangu kama ngoma? Ni kweli kabisa mzee. Huyu hapa kupigwa amepigwa. Juzi basi marafiki zangu wakanipigia simu. Wakaniambia bwana, twende Taifa tukaangalie nini? Tukaangalie mpira. Si unajua tena mambo ya dabi. Naelewa. Yule rafiki yangu yule ni kolo wa kutupwa. Alafu na mimi ananitaka chura. Unajua tena mambo ya jangwani tena. Basi nikamwambiaje? Mimi siwezi kwenda wapi? Siwezi kwenda Taifa. Mimi nimeoa juzi tu, mke wangu yuko hapo ndani, nitoke kweli niende nikaangalie mpira Taifa. Nikasema hapana aisee. Nikasema kama mnataka tuangalie kweli game, tufurahi kama tunafurahi pamoja. Njoo mkaangalie wapi? Kaangalie nyumbani kwangu. Maana nina kingamuzi cha Hassan pale. Marafiki zangu wakasema basi haina shida. Nyie njoo, kama sisi tunakuja hapo, basi tutasherehekea kwa pamoja. Nikamwambia haina shida. Si ndio jana wakaja sasa. Tumeingia tu tukamkuta mke wangu yuko hapa amekaa kwenye sofa hapo. Anaangalia zake sinema zetu. Anaangalia tamthilia, unajua sinema zetu inaangalia matamthilia wanawake hayo. Najua sana. Sasa kitendo cha kufika tu. Si muda ushafika. Yule rafiki yangu akachukua remote akafanya nini? Akaweka mpira. Hatujakaa sawa. Mama mtoto akanita chumbani. Nikaenda kumsikiliza. Akanieleza. Nataka mrudishe sinema zetu. Sitaki mambo ya mpira. Yaani mke wangu anaanza kuniambiaje?
Mnanipigia makelele. Makelele. Nikamwambia mke wangu, sio makelele haya. Hiyo ndio vibe. Hili ni vibe la Kariakoo Derby. Akaniambia mimi sitaki na wala sielewi. Nataka mwambie rafiki yako arudishe sinema zetu. Nataka niangalie tamthilia yangu taratibu. Mkeo huyo? Huyo hapa, kwani namuongopa kama hayupo ama? Kusikiliza. Mke wangu akaniambia hapa, nimeshakwambia na sitaki unieleze mambo mengine. Baba huyu ni muongo. Weke! Pumbavu. Ngoja kwanza ongea malize. Leo utakuja kuongea. Mwangalie, pua kangongole. Endelea. Mzee sijamchelewesha. Huyu hapa shahidi. Sijamchelewesha. Nilifuta kibao, nilifuta kofi, nilimpelekea. Nilimpa mitama mzee. Elewi. Mzee utanisamehe. Utanisamehe kwa kweli. Umeongea, nimekusikiliza. Yote yameingia akilini. Mwanangu umekosea. Tena umekosea pakubwa sana. Wewe kati unaolewa baada yako ulisema kitu gani? Sisema kingamuzi cha Azam. Mume anakuja hata kuangalia mpira. Muache angalie. Bali tamthilia usitaangalia. Kani na ama ile. Si utaangalia tamthilia yako kama kawaida. Hapo umekosea. Tena umekosea sana mwanangu. Mimi na mama yako tuna miaka 30. Hatuje kugombana. Wewe ndio ajuzi tu hapa. Unaanza ukorofi. Nyanyuka hapo ngombe kisamamu. Mume wako. Changamka wewe. Usinipeshe mzuka wangu sasa nikakutia makofi hapa mbele ya mumeo. Mume wangu, naomba unisamehe. Sitarudia tena. Una uhakika kabisa kwamba hautarudia tena wewe ujinga wako? Ndio. Haya, mweleze mzee. Mwambie mzee, sitarudia tena wewe ujinga wangu. Naomba unisamehe sana. Najua nimekosea sana. Lakini nakuahidi sitarudia tena kufanya ujinga huo. Sitaki kusikia tena. Ukirudi nyumbani mimi nitapata aibu kwa majirani. Mwananzi toka ula juzi tukaachika. Sipendi. Ishini kwa amani kwenye ndoa yenu. Dogo malizeni, kubwa nileteeni. Sitaki nisikie tena. Pumbavu wewe. Ishini vizuri. Mimi nimemaliza. Sina maongezi zaidi hapo. Jirani, kwanza naomba unisamehe kwa huu wito ambao nimekuitia. Na kama nilivyokueleza, mimi naishi hapa. Na unaga hapa unatoka unarudi hapo. Kumbe unaishi hapo? Naishi hapa. Kwa hiyo kumbe wewe ni jirani yangu. Ni majirani kabisa. Sasa nashukuru sana hizo. Nashukuru sana jirani. Ndio jirani. Na nimefurahi zaidi. Kuna dada mmoja nimemwona hapo amechorwa. Sijui ni mke wako? Yule anaitwa Amina. Yule ni mke wangu. Nimemwoa juzi tu hapo aisee. Bwana. Na wewe una mke? Hata mimi nilikuwa na mke. Eti lakini unajua mambo ya ndoa, changamoto, kwa sababu kuna mambo ambayo nilikuwa nikiyaona ni madogo, kumbe yalikuwa ni mambo makubwa sana. Kwa sasa hayupo tena? Hayupo. Kwa sasa una mke? Kabisa. Na hapo ndipo nilipojifunza kujua kwamba jambo lolote ambalo unaweza ukaona dogo kwako, lakini kwa mwenzio linaweza likawa jambo kubwa zaidi. Ushanielewa jirani yangu? Kwa hiyo napenda sana kuona majirani zangu, wewe na familia yako mnaishi katika hali ya upendo, kumheshimu mke wako na wewe mke wako akuheshimu. Jambo likiwa dogo usichukulie kiwepesi zaidi. Jirani, ni kama nakuelewa hivi, alafu ni kama sikuelewi. Ila jirani, utakuwa unaongea point. Ni kweli kabisa. Wanawake hawa wakati mwingine usiwasikilize kabisa yani. Sio kila kitu akitaka wewe unafanya tu. Usiwe bwege, usiwe boya. Mimi sio boya eti. Hapana jirani. Mimi si nimemwoa juzi huyu. Huyu atakaa. Akitaka atakata kwa bakora. Hakuna shida. Kwa sababu ukiweka kudharau jambo, ujue upendo unaharibika, unafahamu hilo Ndio jambo ambalo limenikuta mimi sasa hivi. Si pole sana. Kwa hiyo mimi nitajifunza sana kwako. Jirani, mimi nashukuru sana. Nashukuru sana. Nadhani jirani, wanasema jirani ni kama ndugu yako. Si ndio Mimi nashukuru sana jirani kufahamiana na wewe. Nashukuru sana jirani yangu
na tutaendelea kushirikiana kwa mambo yote, yawe madogo makubwa, tuko pamoja. Vipi? Unatumia hii? Nakunywa maji na kula chakula na shiba. Jirani. Karibu basi mmoja hata kachai hapa. Haina shida. Sasa jirani una mke bana. Jirani sikiliza nikwambie. Sikiliza nikwambie hata mashara kweli. Jirani atakao uoe. Jirani atakao uoe bana wewe. Jirani baadaye bana. Ngoja nifike dukani hapo. Nikafikiri mtu wangu nasi. Asante. Unajua nini? Tutakuwa na pamoja. Sisi nikakubali saa hizi wewe anatoka nje. Kama hivyo tu majirani wenyewe hata mjaoa jamani. Itakuwa kidogo ni shida eti. Lakini wewe naona wewe ni mtu wa Mungu, ni mtu wa dini. Jirani baadaye. Msalimie shemeji. Nitamsalimia sana. Mke wangu. Itika basi mama. Niambie mume wangu. Kuna jambo moja nataka nikueleze. Unajua tangia nimekuoa sijakupeleka kijijini sasa kule kijijini kuna bibi yangu huyo ana miaka 98. Ana miaka 90? 98. Ana miaka 98. Hivi ukifika mwezi wa 6 hapo anafikisha miaka 99. Niambia mjukuu wangu kama utaoa, alafu mimi nipo hai, nataka umlete huyo binti. Sawa niweze kumtemea mate. Anitemee mate? Sio kwamba kutemea mate usoni. Hapana bwana. Anakupa baraka yani. Nipe baraka. Nikajua ananitemea mate usoni. Binaba na wewe. Yaani una mambo ya ajabu wewe. Yaani utemee mate kwenye usoni. Sawa nimekuelewa mume wangu na sina kipingamizi na hilo. Lakini huko kijijini tunakoenda kuna kingamuzi cha Azam TV? Yaani Amina wewe. Kwa hiyo unataka kuniambia kuna kijiji ambacho hakuna Azam TV? Kila kijiji sasa hivi kina Azam TV. Zipo kila sehemu. Kwa hiyo wewe usijali mama. Wewe jiandae twende. Vinaweza vikawepo lakini sio kwenu, ndio maana nauliza. Maana mimi yani nikikosa tu hapo, hata sikai. Narudi zangu huku. Yaani Amina wewe. Sikiza nikwambie mke wangu, sawa? Kingamusi kipo. Mama. Basi sawa tutaenda mume wangu. Tutaenda basi ujiandae siku 2-3 hizi hapa hivi. Yaani muda wote tunangoa. Sababu ile issue unayosikilizia ile muda sio mrefu inati kila kitu kinakuwa sawa. Nenda Moshi tukirudi hapa kila kitu nakutimizia kama nilivyokuambia. Sawa mama? Ndio hivyo yani. Sawa. Sasa hapo naona tulale. Maana sasa story sasa zinaweza zikaendelea hapa za kingamusi.